Yes, hello, mambo vipi? Wewe mdau wetu ambaye unatufuatilia kila siku na kila hatua. Leo tuko location nzuri kabisa, lakini hatutafanya chochote kwa sababu mandhari yako vizuri na tumependa kweli kweli. Kama unavyoona mazingira haya, kila mmoja anatamani afike na ashuhudie mwenyewe. Na sisi leo tumeamua kama wadau wa maji kweli kweli. Tunapenda maji, tunapenda mito, ndio maana tumekuja mazingira kama haya na tuna jambo letu ambalo tunatamani tulifanye. Ninayo maswali mengi kwa waigizaji wenu ambao kila siku mnawafuatilia na kuwatazama. Yako mengi wanatamani watueleze. Ngoja nianze na mmoja mmoja, atajitambulisha majina yake kisha kutuambia ni nini anachokifanya. Ndio, mambo vipi? Fresh kabisa. Uko poa? Kabisa unyama. Ndio. Sasa wadau wanatamani kufahamu jina lako, wanatamani kujua ni nini unachokifanya na ni kipi unachokipenda zaidi katika uigizaji wako. Hebu waambie wadau wanaokufuatilia kila siku, wewe ni nani na unapendelea nini hasa kwenye kazi yako? Mimi naitwa Hamenyimana Festo Balosha. Napenda kuigiza kwanza. Unapenda kuigiza? Unawaambia nini wadau ambao wanakufuatilia? Nawapenda sana, waendelee kufuatilia. Lakini kuna jambo ambalo director wako na watazamaji wengine wanaokufuatilia huwa wanalalamika sana kwamba ukiwa maeneo ya watu una asili ya kutetemeka na kuogopa. Hivi hilo liko sawa sawa? Hapo tuseme ilikuwa ndo mwanzo, ila kwa saa hizi naona niko sawa. Lakini kumbuka wewe sasa hivi ni mwigizaji mkubwa unayefahamika maeneo mengi sana na watu wanakufuatilia. Hilo jambo ambalo linakutokea wakati unaigiza ukiona watu unatetemeka, huwa inatokana na nini hasa ndugu yangu? Sana ni uoga. Uoga? Na ni kwa nini uoga unakupata wakati unapokuwa unaigiza? Unajua mambo mengi, mtu unakuja zoea watu watoka nyumbani wanaenda kazini nyumbani. Aha, sawa. Na kuna kitu kingine ambacho unakipenda kuachilia mbali uigizaji? Ndio. Kitu gani? Ufundi. Wewe ni fundi? Kabisa. Fundi wako ni upi? Ufundi wa kupaua. Kumbe wewe ni fundi wa kupaua na unaweza sana kazi hizo, si ndio? Kabisa. Wewe ulianzia wapi hiyo kazi mpaka ukaingia na kwenye hatua hii ya uigizaji? Kazi nilianzia nyumbani, nikafuata fundi wangu mkuu, nikamwelezea kwamba napenda kitu fulani, akanielewa, akanichaji ada, nikatoa maki na kipenda hicho kitu. Na kwenye uigizaji ulishawahi kutoa ada yoyote labda, na kuna jambo labda ulishawahi kulifanya kwenye tasnia yako hii ya uigizaji? Uigizaji hapana, maki kitu nakipenda, siwezi nikatoa ada. Maki ni tuseme ni pesa tu kama za usafiri, mtu kipata ajali kwenye location, ndio hivyo tu. Kwa maana yake unataka kuniambia kwamba kwenye kazi yako ya kupaua ulilipa ada, lakini kwenye uigizaji hujalipa ada, si ndio hivyo? Na ni kwa nini hujalipa sasa? Maki nakipenda kitu, nilikuwa na idea nacho. Na wakati bado hujaingia kwenye sanaa hii ya uigizaji, ulishakuwa na mwalimu labda kufundisha na kuelekeza namna gani ya kuigiza? Ndio. Mwalimu wako anaitwa nani na yuko wapi? Huyo yupo Kasulu. Jina lake? Jina lake anaitwa Eric. Huyo ndiye alikufundisha hii tasnia ya nani ya uigizaji? Ndio. Yaani sijakuelewa bado, hata watazamaji nafikiri bado hawajakuelewa. Jamani, anayo mengi ambayo anatamani atueleze zaidi. Ni changamoto gani ambayo umewahi kuipata wakati unaigiza mbele za watu? Kuanguka chini bila kutarajia. Hiyo ndio changamoto ambayo imekukabili sana. Mpaka niliumia, mpaka saizi mkono hauko sawa. Hebu waonesha watazamaji. Waonesha watazamaji. Wakati unafanya uigizaji mbele za watu. Na wakati umepata hiyo changamoto, ni hatua gani ambayo ulichukua? Je, uliwaza kuacha kazi yako ya uigizaji ama uliwaza kuendelea zaidi? Siwezi nikaacha na siwezi kufikiria huko. Kwa nini? Maana nakipenda kitu, nafanya kitu ambacho nakipenda. Sasa nje ya hivyo vitu viwili ambavyo umetueleza, sisi kama wadau wako tunayekufuatilia kila wakati, kuna mambo mengine ambayo unapenda sana kwenye maisha yako labda? Ni mengi sana. Yapo. Unaweza kutuambia hata mawili matatu? Kwanza napenda familia yangu ikae sawa. Ndio maana nasababisha napambana. Isije kwa familia nini
wala nisingekuwa nahangaika hivi. Kila mtu anapambana sababu ya familia, wazazi wake, mke wake, ndugu zake wakae fresh. Ndio maana mtu unakazana, na ndio maana niko hapa napambana kwa hali yangu yoyote mpaka nimefika hapa maeneo haya. Ndio hilo. Kwani hapa ulikuwa umekuja kwa lengo gani hasa? Mazingira kama haya, maana ni mazingira tulivu kabisa, mazingira yanavutia kweli. Ulikuwa umekuja kwa nini hasa? Kutulia tu, kufikiria vingine vya kufanya ili watazamaji wavione. Maanake mlikuwa mpo location. Ndio. Sawa, sasa kuna jambo lingine ambalo natamani watazamaji walifahamu kutoka kwako. Sawa? Natamani wafahamu sana. Una ndoto gani kupitia uigizaji wako? Na ndoto kuwa msanii mkubwa sana. Msanii mkubwa. Unatamani kuwa msanii mkubwa. Labda kwenye tasnia yako hii ya uigizaji, ni msanii gani ambaye unampenda sana, ambaye yani usipomtazama huwa unaumia? Ni msanii gani? Kelvin. Unamkubali sana sana. Manake hata wachekeshaji wenzako huwaelewi, ila unamwelewa ni Kelvin. Kwa nini unamuelewa sana Kelvin? Nimeanza vichekesho ila niko napiga hatua niingie na mimi kwenye hizo nanilizo ambazo anafanya yeye. Basi wapenzi watazamaji wa Boy la Kiha, niko na msanii wenu hapa, anasema anampenda sana msanii mkubwa maarufu kweli kweli ambaye ni Kelvin. Ni Kelvin yule wa mtoto wa bosi, penzi la mtoto wa bosi. Anampenda sana kijana na anatamani kuwa na ndoto kama za kwake, afikie hatua kubwa kweli kweli. Wewe kama mdau wake, endelea kumfuatilia na kuendelea kusubscribe kila video anazozituma. Watu wa nguvu, mapenzi yawe makubwa na kila kitu kiwe sahihi kwake. Ndugu yangu, shukran kabisa. Asante sana. Asante. Sawa. Tutaonana wakati mwingine, na pia yuko mwingine ambaye anatamani naye kuja kuwaeleza nyie wadau ambao mmetufuatilia sana Boy la Kiha. Ngoja naye nimuite naye aje kutueleza ni nini anachokifanya kwenye kazi yake. Ndio, mambo vipi? Uko poa? Uko poa. Fresh kabisa. Ndio, unaitwa nani na umetokea wapi na unaishi wapi na nini unachokifanya hasa mazingira haya? Naitwa Simon Bernard Simon. Mimi ni mkazi wa maeneo ya Nyamapui, na hapa nilipo ya mazingira nimekuja kwa ajili ya kucheza sanaa. Umekuja kwa ajili ya uigizaji. Na ni kwa nini sasa upo na unaendelea kushanga mazingira haya? Mazingira kwanza ni mazuri, location yenyewe imekaa vizuri na mazingira yamevyokaa sio kama ni mabaya, yamekaa vizuri sana, na ndio maana wengi tumeshirika kuja kufanya hilo challenge kwa hapa leo. Sasa na maswali kidogo natamani nikuulize na wadau wakusikie. Sema wewe, natamani tukae kidogo, hebu siti hapo kidogo kwanza tuweze kuzungumza vizuri, maana kuona una vitu vingi vya kuwaeleza mashabiki zako. Ndio, sasa kwenye kazi yako ya uigizaji kuna changamoto ambayo watu wengi wamekuwa wakipiga kelele sana. Wanasema una utaratibu wa kuwa unacheka kila movie unayokuwa umeinania au video unakuwa umeitoa siku hiyo. Ni kwa nini hiyo changamoto inakukabili kwa kila video? Cha kwanza hiyo hapo inaitwa kwamba tunahitaji kwanza kwa uigizaji wetu ambao tunauanza, kwa sababu sio kama tumeanza tuna kipato, labda tunaanza kama tumejifunza vitu vingi kwenye sanaa na tunafanya kitu momo, bado tunaendelea kujifunza. Ambacho kinahitajika kwanza hapo kwenye kuigiza kwamba mtu gani anapoamua kucheka ni userious, bado hajaujenga vizuri. Kinachohitaji kwa sasa hivi kwanza ni mafundisho ya kuigiza kwamba nini maana userious. Tunahitaji watu waje watuelekeze, na wengine pia tunahitaji kwanza tuwe na watu ambao wanaweza kutuelekeza kiakili na kimaisha. Sawa, lakini mashabiki na director kama unavyomuona nyuma ya kamera analalamika sana, tena ananiambia embu huyo jamaa inabidi atoe maelezo hata mashabiki zake waelewe. Ni hiyo changamoto inatokana na nini hasa? Unaweza kutuambia kiunaga ubaga kweli kweli ili tuweze kuelewa kwamba ni nini hasa kinakufanya unacheka wakati wa kuigiza? Wakati wa kuigiza kwanza, hiyo hapo ni asili ya mtu. Ni vile tu anafurahi kwamba kitu ambacho anakifanya, ila kuna ile mtu anaamua tu kwamba nimejisahau, ngoja nicheke sana, afanyeje? Uwezo ukaumilia kwamba niache kucheka eti kwamba kisa niko kwenye sana, lakini ni vile tu mtu unaamua kufanyaje kucheka ili upoteze ile stress kwamba ngoja tu nicheke, kwa sababu
mazingira yenyewe ndio hivyo. Sawa, na unawaambiaje mashabiki zako pia na director wako kadri anapokusikiliza, unawaambia nini kupitia hii changamoto ulionayo? Changamoto nilionao kusema kwamba labda tunawaahidi watazamaji na washabiki zetu sisi na washabiki wangu wengine ambao wananifahamu mpaka muda huu, nachokiomba kwamba mzidi tu kuinombea kampani na usirias kwenye kazi ambayo naifanya mpaka sasa hivi. Kwa inamaanisha kwamba hii kazi ya uigizaji unaipenda kuliko? Ya, naipenda kuliko. Kwanza ni sehemu yangu, nahisi ni sehemu yangu ya maisha mpaka sasa hivi nilipo. Je, kuna mtu alikushawishi kuingia kwenye kazi hii? Hapana, hakuna mtu alinishawishi. Niliamua mwenyewe kwamba hiki kitu nakipenda na nitamani kwamba nije na mimi kuwa muigizaji. Ulitamani kuwa muigizaji. Na ni msanii gani ambaye unamkubali kwenye tasnia hii ya uigizaji? Msanii ambaye nampenda zaidi Clamvevo. Clamvevo. Sawa. Huyu bwana Simon, mwigizaji wenu, mashabiki ambaye nimefuatilia, anasema kwamba anamkubali sana Clamvevo. Na ni kwa nini unamkubali Clamvevo? Sababu anapenda zile nani zake, zile movie zake zote, comedy alizonazo huwa zinafurahisha sana na mazingira, na kwa sasa hivi na mimi natamani niwe na kipato kama anachokipata yeye mpaka sasa hivi. Ndoto zako ni kufikia level ya Clamvevo? Ndoto zangu ni kufikia level ya Clamvevo, na huenda kabisa Mungu akinisaidia naweza nikawa zaidi ya pale, Mungu akinisaidia. Sasa ni changamoto gani ambayo huwa unaipata wakati wa kuigiza? So mimi naamini kwamba huwa kuna kitu ambacho labda huwa mtu unajikuta ushafanya sivyo ambavyo na maelekezo ambayo umeyapata. Unajikuta ushafanya kitu ambacho yani sio kabisa na mazingira ambayo mliopo, kwa sababu unakuta ile mtu anapanga sini kwamba hii sini inahitaji ucheze fulani. Mazingira ambayo ameweka labda kama sio ya kucheka au ya kufurahi au ya kulia au ya kununa, huwa mtu anajikuta shacheka. Maana huwa mimi najifikiria sana hilo tatizo linatokeaga wapi. Kwa wewe mwenyewe hauelewi kwamba hiyo changamoto inatokea wapi? Ya, labda sijadonda ni asili, labda huwa kuna mtu ambaye labda ananiombea kwamba nishinde kwa ile jambo, lakini mimi naamini kwa siku tashinda zaidi hapo. Na una ndoto gani kwenye kazi yako ya uigizaji? Ndoto yangu mimi natamani tu nisogee kimaisha na niendelee na kazi ambayo naifanya mpaka sasa hivi. Sawa. Wadau na wapenzi wa Boy la Kiha, tuko hapa, ni mazingira tulivu kweli kweli, na kama mlivyowasikia waigizaji wenu ambao kila siku wanawapa burudani na kuendelea kuwafurahisha, wameeleza vitu vingi, wanatamani vitu vingi kwenye maisha yao. Hebu usiwe mchoyo wa shukrani, kwa sababu wao wanakupa burudani kweli kweli. Kubali kulike, kubali kucomment, hebu subscribe hapo, share, tufollow kila wakati, utapata vitu vitamu kweli kweli. Na sisi tunasema asante sana kwa kuwa wewe umekuwa pamoja nasi tangu tulipoanza mahojiano na hata hapa tulipofikia. Tunaomba endelea kutufuatilia, endelea kutupa support, wewe mdau wetu wa nguvu. Hii ni kikundi cha Boy la Kiha Art Group, tunaendelea kupambana na wewe endelea kutupambania tuweze kufika hatua hizo. Tazama, waigizaji wenu wamesema wana wasanii wakubwa wanaowapenda kweli kweli. Mimi nawapenda wadau wote wa nguvu na waigizaji wote wakubwa hapa nchini Tanzania na nje ya Tanzania. Ninawapenda, big up sana, nawapa saluti, akiwepo Manyanya na watu wengine, hasa wale ambao wananipa burudani kweli kweli kila siku. Hawa ndio wadau ambao tunapambana kila siku kwa ajili ya kufikia malengo na hatua tunazozitamani kufika. Sisi tunasema asante, pia tunawapa respect. Asante sana.